Bana, mambo vipi? Leo tumekutana na mzee Mrope, atakuja kutuelezea kuhusu swala la mpira wa jana ambayo Yanga Africa wamecheza dhidi ya Wallet na kuibuka na ushindi wa bao moja. Sasa hivi nzuri, habari za kazi? Safi. Shamo mara mpira jana umeuona? Nimeuona kwa uchache, nimeuona. Unazungumzia vipi mpira wa Yanga jana wamecheza? Unajua mpira wa jana, Yanga ni timu kubwa ukilinganisha na ile timu ya jana, kuna utofauti mkubwa sana. Ingawaje wale wageni jana walionyesha mchezo kwa namna fulani, lakini kwa kuwa walicheza na timu kubwa walishindwa kupata matokeo na Yanga ilipata matokeo. Ingawaje Yanga sasa hivi ina wachezaji wageni, bado hajapata muunganiko mzuri, lakini wale wageni au ule mchanganyiko uliofanyika jana unasaidia Yanga kupata mafanikio, kupata ushindi. Mzee Mrope, wewe ni Yanga au Msimbazi? Mimi ni Simba kilialia kindakindaki. Na kutokana na mashabiki jinsi wanavyoongea kuhusu swala la mpira wa jana, wanasema kocha ana mfumo kabisa, yaani wachezaji ndio wanambeba kocha. Huu msemo ni sahihi au wewe unauonaje? Huu msemo unaweza ukawa sahihi na usiwe sahihi, kwa sababu yule kocha ni mgeni pale. Kwa hiyo anajaribu kuiangalia timu, anajaribu kuangalia wale wachezaji aliowakuta, anajaribu kuingiza vitu vyake yeye vipya ili viendane na wachezaji au na timu yenyewe. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kati ya wachezaji au timu na kocha bado muunganiko haujakaa vizuri, na maana kwamba kocha sasa hivi anatafuta timu yake first 11. Lakini kushinda wanashinda mzee. Kushinda wanashinda. Unajua kushinda sio kucheza. Unaona bwana, mpira una matokeo matatu: kuna kushinda, kuna kushindwa, kuna draw. Kwa hiyo kwa vyovyote unaweza ukaperform vizuri lakini ukashinda, unaweza usiperform vizuri ukashinda, na unaweza kuwa timu mbovu inacheza na timu nzuri, timu mbovu ikashinda. Kwa hiyo ule ni mchezo. Kushinda sio maana yake kwamba timu Yanga labda jana walikuwa vizuri sana, hamna. Walikuwa ni kawaida tu, japokuwa kuonyesha mchezo fulani baada ya kipindi fulani, lakini bado hawajakaa vizuri. Ni timu kubwa, unajua kinachowabeba Yanga ni timu kubwa. Kwa hiyo kutokana na ule ukubwa wao lazima wapate matokeo. Na nakumbuka nyinyi mshafungwa mara 6 mfululizo na hiyo Yanga ambayo unasema kocha hayuko vizuri. Unajua dabi, kizungumzia dabi kati ya Yanga na Simba, dabi mambo mengi. Yanga wanakusanya nguvu nyingi sana wanapocheza na Simba kwenye dabi. Sasa hivi Simba anapocheza na Yanga anachukua mchezo wa kawaida tu, yaani kama anapocheza na yoyote. Lakini Yanga yeye shida yake amfunge Simba, apate ushindi kutoka kwa Simba basi. Pamoja kwamba hata ukiangalia kwenye renki kati ya Simba na Yanga, Simba wako juu kuliko Yanga, pale ndio utapata majibu halisia ya mchezo wa mpira, kwamba nani yuko juu na nani yuko chini na nani yuko kwenye renki nzuri. Kwa sababu maana ya kuchaguliwa renki na maana kwamba timu yako ni nzuri. Unaona, kwa mfano mimi na wewe tunaweza tukawa na timu, wewe na timu yako na mimi na timu yangu. Wewe unaweza kuwa na renki namba 5 au namba 6, mimi nikaa na renki namba 20, wewe nikaa na kufunga kila wakati. Hivi wewe mwenyewe fikiria hapo, nani yuko juu? Kwa sababu unapopewa renki na maana wanaangalia vitu vingi: bora wa timu, bora wa wachezaji, bora wa walimu, na wachezaji wa nje. Yaani wachezaji wa nje maana yake ni mzee Mrope, tukiachana na mchezo ambao wamecheza jana, siku ya jana Yanga Africa, leo tunaenda kucheza au kutazama mchezo wa Simba. Unauzungumziaje huu mchezo kabla haujacheza? Unajua kwetu sisi Simba kila mchezo kwetu lazima tuwe serious nao, japokuwa kule sisi tumewafunga. Hatuwezi kusema eti kwa sababu kule tumewafunga basi huku ukija sisi tubeze tu tuwadharau, wala hamna. Hali ni ile ile na ngoma ni ile ile.
Ina maana kwamba wale wakija, tunapocheza nao hapa sisi, nguvu yetu ni ile ile na kasi yetu ni ile ile na matumaini yetu ni ile, na tunachokihitaji ni kile kile. Huku lazima wale wakae, sisi tunawakalisha wale, sababu Simba bwana, Simba unaposikia Simba sio timu ya mchezo. Simba ni ya mataifa. Yaani ukae ukijua kwa hapa Tanzania Simba ni timu ya mataifa. Hata wachezaji wake wanapenda sana kucheza timu za kimataifa kuliko timu za ndani, na ndizo wanazopatia ushindi na ndizo wanazoperform vizuri kulinganisha na. Kwa hiyo unapozungumzia mchezo wa leo utakuwa mzuri, utakuwa na upinzani mkubwa, lakini tutashinda. Siwezi kusema goli ngapi, goli 2, goli 3, lakini wale lazima wakae. Lakini msemaji wao wanasema kwamba leo wanapindua meza. Unaweka vipi huu msemo? Yule ni msemaji wa timu, na yule ni msemaji pale ameajiriwa kwa ajili ya kusema. Na katika uzungumzaji wake lazima awe na hamasa kwa vijana wake, kwa timu yake, mpaka kwa mashabiki, hata kwa nchi yake. Hawezi kusema leo tunafungwa nini, ni jambo ambalo haliwezekani. Yule ni msemaji, lakini kilichokuwa ndani ya nafsi yake anajua kwamba huko ninakokwenda au timu ninayocheza naye ni timu ya aina gani, kwa sababu ameiona na kule sisi tumewafunga. Kwa hiyo yale ni maneno. Lakini mzee, ukiangalia timu zetu asilimia nyingi zinashinda ama zinapata ushindi kutokana na sapoti ya mashabiki, na leo hii Simba wamefungiwa kuhudhuria mashabiki. Unaona kuna ushindi kweli hapo? Yupo. Ni tatizo kweli lipo, lakini vijana lazima wapewe morali na waingie ndani kwa morali, na watakuwa na morali na ushindi utapatikana. Hilo ni tatizo kweli, lakini sio tatizo kubwa, kwa sababu vijana wetu sisi wana morali, wanaipenda timu yao. Unaona bwana, wanampenda mwalimu wao, lazima watupe ushindi. Na unamzungumziaje kocha Morocco leo katika mfumo wake wa kupanga kikosi? Unajua kocha Morocco ni kocha mzuri sana, ila tu tuseme tu kwa hapa kwetu Tanzania, yani sisi kibongobongo tunamchukulia kwa kuwa mweusi mwenzetu na nini, au uko bongo la nini. Lakini Morocco kama ingekuwa ametoka nchi nyingine mbali na Tanzania, Morocco lile ni jembe. Ina maana Morocco yule angekuwa anagombewa na nchi mbalimbali za nje, ila kwa sababu kile kitu cha kwetu, na kama unavyojua bwana, nabii kwao haheshimiki. Morocco kocha mzuri na ataiendesha vizuri timu ya Simba, hana matatizo. Ikiwa anaweza kuiendesha vizuri timu ya taifa, atashindaje kuiendesha vizuri timu ya Simba? Na Simba pale kuna wabobezi, wameona kwamba tukimchukua Morocco atatusaidia, atatufikisha pale wakati tunasubiri mambo mengine. Kuhusu swala la wachezaji sasa, tukienda siku ya leo labda hasa wewe katika uangaliaji wa mechi ya leo, hasa mchezaji upi ambayo atakuwa akilini wako sana? Mimi kwa ujumla, ukiangalia combination yote ya mpira, yani combination ya wachezaji wote, mimi binafsi upande wa ulinzi na hapa kati, na kwa ujumla timu iko vizuri. Mimi yule beki yule jamaa yule mzungu si Mwarabu yule bwana, jamaa ni beki mstaarabu. Ndio anapofanya vitu vyake, hataki kuguswa, hataki achafuke. Na maana akitoka pale yule anaweza kucheza mpira akiwa amevaa suti na akapafumu vizuri na suti sichafuke. Ni beki mzuri ambaye yani sijapata kuona. Kwa zamani labda kulikuwa na beki mmoja alikuwa anaitwa William Tendawema, beki mstaarabu. Ndio yule pale, na ukimuona kiharaka unaweza kusema huyu mbugila, lakini ni beki mzuri, anatoa pasi za uhakika, zinafika pasi. Kwa kweli kwa mchezo wa leo utakuwa ni burudani kubwa sana.